Okay guys, come back once again. Leo nimewaletea topic nyingine moto sana kuhusu husband and wife. For example, tuseme mumeoana as a wife and a husband, ni responsibilities fulani ni za nani na ni za nani? Ni gani mwanaume afai kufanya na ni gani mwanamke afai kufanya? For example, tuanze hapa na Dance, huyu amekaa kando yangu. Sasa wewe nikuulize, tuseme mumeoana na bibi yako, kazi ya tuseme kuosha vyombo, hiyo ni kazi ya nani? Okay, kwanza first of all, mimi natetea haki za mwanaume. Kitu ya kwanza, boy child afai aoshe vyombo. Inafaa kuwa na focus na venye utajibuild. Yaani bude ukianza kukaa kwa nyumba uanze kuosha vyombo na bibi yako mnaangaliana hivi, hakuna siku mtaienda mahali. Alafu tena mimi kwa mfano mimi ukuje kwangu upate naosha vyombo, utaona aje bibi? Utaona nikaa bibi yangu anani control kwa hiyo nyumba. Like sasa kuna vitu zenye mwanaume hata ifai uguze kwa nyumba. Okay, so according to you, vyombo ni za mwanamke. Hivyo. Sasa nataka tuende huko kwa matandiko. Matandiko venye Dance amesema vyombo ni zinaoshwa na wanawake. Sasa tuseme bibi yako ni mgonjwa, hiyo vyombo ataosha ama? Mimi naanza kwa kuongea hivi, nachangia tu. Kweli. Ukweli ni kwamba hizo vitu zilipitwa na wakati. Sasa ni zile vitu akina na bongo mumia walikuwa wanafanya. So utaosha vyombo. Chill kwanza. Utaosha vyombo. Tutulie kwa niongee. Okay, tutulie kwanza atoe point yake. Kila mtu ataongea. Kila mtu ataongea. Responsibilities. Eti hii ni ya mwanamke, hii ni ya mwanaume. Sijui nini. Hizo ni zile vitu zilipitwa na wakati. Sasa hii sikia kwanza, sikia niongee. Sikia niongee. Iko hivi, ndio kuna responsibilities za mwanamke. Unaona? Yeah. Lakini there are some situations whereby mwanaume unafaa uingilie ndani. Unaingilia kati. For example, bibi yako amekuwa mgonjwa. Unaona? Yes. Uwezi muacha tena akupikie. Utaosha vyombo zote. Itabidi tu umeingia jikoni. Itabidi tu umeenda umempikia. Hapo kwa kuosha vyombo utaosha zote. Ngoja kama ni yenye utatumia na yeye, kama ni kikombe unaosha moja, yako moja na yake moja. Unajua bakisha hiyo ni uchafu. Sasa wewe tuseme sasa hii waanze kusema wanaume wazae, wewe na utazaa sasa na wewe. Wewe na utazaa sasa na wewe. Sasa utaosha vyombo zote. Ama bibi yako atakuanga juu yako. Bibi yako atakuanga juu yako. Acha tuangalie ukweli, acha tuangalie. Wewe labda uolewe. Yaani hiyo responsibility Watulieni tusikie sasa. Dance, wewe umesema umekataa hiyo nini hoja. Okay, bibi yako tuseme ni mgonjwa. Utaosha vyombo? Aite dadake. Aite dadake. So hata akiwa mgonjwa huwezi osha. Siwezi guza maji man. Wewe CEO, maji ni ya kulingana na maoni yangu. CEO, sasa wewe tukuulize aje. Utaosha vyombo ama utaosha? Kama bibi yako ni mgonjwa, Dance amesema uite dadake. Sasa tuseme bibi yako ni mgonjwa. Utaita dadako ama wewe utaosha hiyo vyombo na upike? Kama bibi yangu ni mgonjwa, vyombo itabidi imejipanga. Wanaume wewe ona utakula nje. Ndio chakula nje umlete. Ama umpeleke hospitali. Lakini yako na point pana. Sasa acheni tusikize. Ongea kama mtu wa siku hizi. Acha kuongea kama wale wa siku hizi. Anananda era. Acha kuongea kama wale wa siku hizi unazaa. Kwa rangi. Sasa niulize sasa. Acha tusikize basi wanaume wanazaa. Sawa, ndio sasa acha tusikize mwanamke. Mambo naona inachemka, tusikize mwanamke. Sasa umesema huwezi fanya kitu hata kuosha hata kama ni mgonjwa nini. Unajua tuseme msichana tuseme demu yako kama hiyo siku ako na cramps. Ameumwa kabisa. Huwezi amka upige breakfast. Bana leta serious issue story na cramps to hapo. Sasa cramps ni ugonjwa. Kwani mwanamke anaweza peleka hospitali juu ya cramps? Tutulie. Sasa for example, sasa tuseme bibi yako, sasa tuko hapa kwa Festus. Tuseme bibi yako ametoka kujifungua huko maternity. Sasa atakuja akiwa hivyo na kupikia akiwa ametoka maternity, ama hiyo mwezi ya kwanza utakuwa unaingia jikoni? Inaweza jibu. Hapo kuingia naweza ingia, lakini sitapika chakula yenye ni mingi. Na ninapika mara once. Okay. Sema bibi yako ametoka maternity sasa. Mimi naweza ongea hivi. Si eti mimba ni kitu unaonanga ikikua. Sawa?
Mimba ni kitu naionanga ndio hii inakuwa. So ikifika mwezi fulani bibi anachoka. Bibi amkangi tu hivi na analipuka anazaa mtoto. Hiyo ni kitu unafaa ujue kwanza. Tulia kwanza, hiyo ni kitu unafaa ujue. So bibi kwanza huwa anachoka. Una understand? So bibi akianza kuchoka hivi na unajua si ule mwanamume unaweza kupika man. Unatafutanga mbinu hadi kama mimi niko na dadangu mdogo nitamwambiaje? Hebu kuja ukae na kuja hata before tu ajifungue ama unatafuta ule tu demo wa job unamwambiaje kuja ukae na huyu hata kama ni 2 months akijifungua arudi akue fiti aanze kufanya nini hiyo house chaos hapo sasa ndo atarudi ndani. Lakini hiyo story na tio sijui wewe unaanza kuosha vyombo man, kwani umeolewa kwa hiyo bibi? Lakini anikuulize sasa, wacha nikuulize, wacha niongee, wacha kila mtu ata sasa hivi unaosha kwako, si ndio? Sasa hivi unajipikia. Umeona bibi kwa sasa hivi tutulie kwanza, umeona bibi kwa ongea. Umeona bibi kweli? Najua time kwanza ongea. Najua mtu kama Danso ongea. Ana pretend ana pretend siku moja Danso utaoa. Tuseme for example, unajua tuseme unaweza leta hiyo sister yake, si ndio? Sema una uwezo wa kumleta sasa for example kwa mko nyinyi wawili. Sikia mko nyinyi wawili. Tuseme huyu yuko Kenya for example. Mko hata ni Minnesota, bibi yake amezaa. Unajua itabidi sasa umemchunga kwa nyumba. Have that answer for that question So mimi nakwambia kitu moja, huwezi kuwa Minnesota na ukue broke kwanza. Hapo hivyo kwanza unaweza jipanga na ile do. Acha tu nikwambie ukweli. Ukiwa Minnesota uko na do. Hiyo nani ukweli hivi. Unaweza tafuta mtu akuja kae na huyo bibi. Obviously inawezekana. Inawezekana kabisa. Anafanya sawa zote. Swali lingine ni hii. Tuseme mshaoana, si ndio? Wewe unamkanga unaenda kazi. Kazi ya asubuhi tuseme asaman unaenda kazi yenye unaamkia tuseme by 7 unafaa kureport. Na bibi yako tuseme kazi yake anafaa kureport hata by 9 ama akwe ni housewife ama yeye aendi kazi. Una get in such a situation. So meaning wewe utaamuka mapema. Tuko sawa? So huyu bibi mwenye uko naye kwa nyumba anafaa amuke akutayarishe kila kitu wewe uende kazi ama wewe azamani uamke mapema umwache akilala wewe ujishughulikie. Tuanze huko kwa matandiko. Hebu changie hiyo part. Nani ni ngumu bana. Okay. Hiyo ni ngumu sana. Mimi naweza kuambia hiyo. Hiyo lazima amke asubuhi hata before ni amke. Anaandaa kiamsha kinywa, anafanya kila kitu. Kuandalia. Kabla nitoke. Acha tupe role yake. Acha sasa tupe ladies wachangie hiyo juu ina wafeva kidogo. Priska. Hebu sasa wewe tuambie, utaamuka utayarishe mume wako aende kazi ama yeye amke angangane kivyake? Mimi nitaamka. Wewe ndo wife material kwanza. Unaona? Sio nimesema. Lazima uamke. Lazima uamke. Kwangu nawe lazima utaamka. Acha tusikize hiyo another lady. Basi siku tunajaribu kupinga. Lazima uamke. Tulia. Acha muendelee mimi tu kwangu kinembe. Hapana, wewe nikuulize. Sasa Priska, kila kitu anakufanyia kama unaamka unamprepare breakfast. Saa hizi generation. Acha ongea ukweli tu, acha kuongea uongo. Hii generation. Tunataka mwenyewe kusaidia pia. Kwani generation iko na shida gani? Generation pia. Sikia. Inafuata na time. Uwezi amsha bibi. Sema saa 9 asubuhi. Okay. Ni kitu mbaya. Hiyo ni kama tatu. Unajua hakuna haja. Sikia kwanza niongee. Sikia. Unajua auawi bibi ukuje kumfanya kama mjakazi wako kama chombo, unamtumika kama chombo. Yes kutumika, si tunamtumika kama chombo. Danso kila mtu ataongea kupata vizuri. Mimi niko na hiyo kufuata vizuri. Mimi nasikia vizuri sana. Unaona? Anaweza amka lakini inafuata na time. Uwezi amsha mtu sema for example saa ngapi? Sema ulikuwa unaenda mahali saa 10 si ndio? Kuna watu wanaenda saa 10 na meeting Mombasa. Kuna watu wanaenda lakini hakuna haja ya kumwamsha. Hiyo ni kitu anafaa kujua. Sawa, acha kitu anafaa kujua. Si lazima upikiwe chai kwako, unaenda kwa hoteli. Hapana, ona atarudi kula. Sasa atapika. We go with this one bwana. Tunaenda na huyu lazima amsikize. Those other points are null and void. Sema you have a meeting mahali na ni mbali kutoka kwenye unaishi na you have to wake up at sema at 3.
utaamka ujitayarishe ama bibi yako amuke hiyo 3 akutayarishe? Bibi yangu ataamka yote ili anitayarishe. Kwanza kitu cha kwanza niweke maji kwa unajua kwa nini? Unasikia? Hata anaweza amka, bora anitayarishe mimi niende, akijisikia anaweza rudi kulala. Unaona? Dema amelala, bwana yake anang'ang'ana masufuria. Na sisi tunamwamsha. Na sisi tunamwamsha. Na kuna hii part ya kufua nguo. Kuna hii part ya kufua nguo. So, sasa tu tunauliza so, ni bibi anafaa afue nguo peke yake ama bwana ama bibi anaosha bwana anaanika? Acha mimi nikuulize swali. Mimi niko na swali. Ona naye utaanza kuoshea bibi yako dom. Unabishana hapo naye. Unaanza kuoshea bibi dom. Hapo umesema hakuna kubishana. Unaweza oshea bibi dom. Labda ajinunulie roundari, ajinunulie. Sikia unajua tunasemanga hivi. Si kila semaje sasa. Kila kazi mimi unajua niliwaambia hivi. Kila kazi inaendana na situation yenye mtu wako. So kama ako mgonjwa utafua, si ndio? Yeye atafua. Hakuna shida. Yeye atafua. Mimi siwezi. For real mimi siwezi. Mwanaume. Yeye siwezi. Labda nilete mama fua. Labda nilete mama fua. Sawa. Sasa kuna hii part. Mama fua atafua hiyo tongi yako. Atafua na mimi ni mimi niguze nguo. Ndio bibi bwana. Mama fua ndiye anakusulia tongi. So kuna hii part tuseme okay, hii inaguza ladies. Tuseme mshahara yako imechelewa ama umefutwa ama bwana yako mshahara yake imechelewa ama amefutwa kazi na wewe bado unafanya kazi. Will you provide for the family hiyo period yenye hana kazi? Tuanze na Priska. Mbona nisifanye hivyo? So you will provide. Huyu kwanza ni mmoja. Anakaa tu wife material. Tangu aanze kuongea. Anakaa tu Kila yani. kitu inapita ndani. Uliza huyu. Shida mahali iko ni hapa. Acha ongea. Mahali shida iko ni hapa. Sikia. Sikuna mpinga. Umezaa watoto si ndio? Sasa hivi utafanya aje? Anza kumtoroka. Uwezi. So you will provide. Sasa tuende kwa mwende. Huyu. Hapo Huyu sasa ako upinzani huyu. Sasa Hapo acha nitulie kidogo. ameona ni yeye peke yake. unajua sasa mtu kama mimi sasa for example, si ndio? Nikioa bibi, si ndio? These are the duties inafaa perform. Nikiamka asubuhi niende job, atakuja like zile nguo inafaa nivae, atazitoa hivi aziweke place fulani niambie ama niambie. Unajua huwezi anza kuita bibi yako babe, hata mtoto anaweza muita babe, sawa? Unamuita mama, sawa? Akuweke hapo hivyo. Anaanza kuita mama yake babe. Anaanza kuita mama yake babe. Kuna dori kwa nini mama? Hata umuuliza mbona dadia anakuita hivyo? Kwa nini dori ndio mnaziita hivyo? Mwitanga hata dia mambo na bebe. Tusikwe personal. Sasa utapata Sunana. tulia. Mtapata mtoi anaanza pita anaita mama yake babe ama anaita baba yake babe. So nita mama kuweka hapo hivyo zile nguo fiti, si ndio? Amke at least bibi afanye zile vitu utafanya umpende zaidi. Umeona? Like akufanya everything before uende akuhug, akurelease. Unajua sometimes wanaume tunatoka mapema, unaona? Alafu akurelease hata kama ni kurudi kubed, aende alale, una understand? Bibi ka ataenda job zake arudi mapema. Unajua bibi anaweza rudi mapema kama saa 10. Sisi wanaume maybe tupitie ball kiasi, tufike kwa nyumba kitu kaa saa 4 hivi, si ndio? So mimi nikirudi saa 4 usiku at least nikinock hivi anihag, hata at least anirombose kiasi. So wewe ni malaya. Ya kurombo. Malaya. Sasa naambia mtafute bibi yako na nyashi. Tunafanya wivu. Kwani unakuja baba? Kwani unakuja baba? Kwani unakuja kama ameweka muziki? As a man, sema umetoka kazi, how do you expect to be welcomed in the house
Kama huyo amesema yeye anafaa rombosewe kidogo. Unajua Danso, sikia kwanza niongee. Danso anamaanisha aje ukileta bibi. Bibi ni kitu yenye unafanya tu venye unataka. Ni chombo. Sasa hapo ndio kwa chombo. Hiyo ni chombo sasa. Bibi ni chombo. Bibi bado hujaniambia Utakuweka ama atakuwa na chombo chenye. bibi yakuja hapo kukulana peke yake. Unasikia? Chombo chenye kimenyamanza tu hivyo, unakifinyanga tu vile unataka. Unatoka ile size yenye unataka, unaona? Sikiza kwanza. Bibi akikuwa kwako, kuna hii unasikia hii ni kwa boma ya mtu fulani. Wasemangi ati sijui ati kwa bibi. Na wewe buda mimi naona utakuja kuoleka. Acha nikuona. Wewe utaoleka. Hizo vitu zina happen India. Kukaliwa ni real. Acha nikwambie ukweli. Lakini si constant. Acha ni address. Ni real lakini si constant. Acha ni address huyu msee sasa. Weekend wanaume wamekaa place fulani. Hiyo siku hakuna job. At least mmetoka mmeenda mmekaa place fulani. So wanaume wamekaa wanapiga siasa. Huyu jamaa kwa nyumbani anaosha tongo za bibi yake. Sasa ni vibaya. Hata ni vibaya kusema hapa. Wewe si mwanaume. Labda uolewe. I can see it is getting hotter. Labda umeingia simu. Forex. Danso tumesema hakuna kazi ya mwanamke wala ya mwanaume, unaona? Inafuata na situation. For example, wewe sasa, si ndio? Mwanaume kazi yako ni kuprovide. Imagine a situation whereby pesa zimekuishia kabisa. Sasa nani atakuprovidea basi? Sema kitu kama mwanaume kwanza, you don't have to lose in life. Sikia. Bibi yako amesema aje? Bibi yako amesema aje? Provide kwa nyumba. Hiyo ni kazi ya mwanaume. Imeandikwa Alafu ukose. Acha tukue in real life. So bibi yako atakuwa acha tukue in real life aje? Bibi yako akuachie sasa hiyo responsibility ya provide kila kitu, unaona? So ifike mahali hata uvutwe kazi. Okay. Kuna wenye nani atakuprovide? Kuna wenye watasaidia. Sawa. Naweza kuaddress hivi. Umesikia? Kama wewe kama mwanaume, umeona? Wewe kama mwanaume usiwahi kubali bibi yakwe breadwinner kwa boma kwanza. Kitu ya kwanza, hata kama bibi anapata mshahara yake. Acha nikwambie kitu moja. Unaona pesa yenyewe unapata, hata kama bibi anapata mshahara yake, bado utampea kwa hiyo pesa yako. Hata ifai kwa hiyo nayo ni ilikuwa bibi yako akipata pesa nyingi kukushinda. Hiyo nayo ni ukweli. Ilikuwa tuseme nimepoteza kazi ama tuseme kitu kama nimevutwa. Ndio nakwambia ule alisema vizuri asifai. Ulikuwa unafanya salary ukienda kubet ama ulikuwa na invest? Ngoja. Nataka kusema vile huyu alisema. Danso watu ukua broke. Alisema yeye anaweza kukua broke, hiyo ni kitu iko. Nikisaka wera nyingine. Okay, lastly. Kwani unaishi kama comrade? Tuachie hapo. Kukua broke, hiyo ni kitu iko. Hiyo point tuachie hapo sasa. Niko na swali ya mwisho alafu. Alafu tumalize. Kuna hii part tunapatanga men wanapatanga enjoyment yao kwa mpira. Sasa as a man, wakati wa kuwatch game, unafaa kuenda kwa hall ama unafaa ununue DS uko na watch kwako na bibi yako? Ni kwa hall. Uliza sasa watu wote. Sio ni kidogo kwa damu. Kwanza hapa. Hiyo tunaanzia hapa Danso wako. Kitu ya kwanza lazima nikae na mbogi yangu at least. Bibi ako na time yake, ball iko na time yake. That's all. Priska, bwana yako aende ya watch mpira kwa hall na watu wengine ama muwatch na yeye kwa nyumba? Tuwatch naye kwa nyumba sasa, hata kukutana na wasichana wengine huko. Sawa, wasichana wanafuata kwa hall kweli. Kwani ni kuna wenye wana Sawa, Festus, una prefer kwenda kwa hall ama kwa nyumba na bibi? Mimi ni kwa hall, lazima nitaenda. Bwana yako ende hall ama kwa nyumba wewe naye? Kwa nyumba. Matandiko kwa nyumba, kwa hall. Lazima niende bana, lazima. Nilidhani tuna support. Kwa hall ama kwa nyumba? Ameanza kutufinya sana. At least na watu wote ni kwa hall. Kwa hall. So wameamua ni kwa hall. I can see this topic guys, it is getting hotter. Acha siku leo tuiwachie hapo, tutaendelesha next time. See you then. Bye bye.